Itakuwaje rais wa nchi anaulizwa kuhusiana na raia wake? Atakwenda lini peponi huyu? Manake ana maswali ambayo ya madhambi yake yeye mwenyewe hajayamaliza. Anaulizwa kuhusu watu wa ulikuwa umelala Ikulu, kuna watu kuli majangwani, maporini, kulikuwa kunatendeka hivi na hivi na hivi, na wewe ndiye mtawala uliyechukua dhamana ya kuwasimamia hawa, nieleze leo. Subhanallah. Usigombee nafasi yoyote dhamana ya kuongoza watu katika maeneo kama unajijua wewe si mwadilifu, au unajua chama chako kina sera na kanuni na ilani zitakazokupelekea wewe unadhulumu watu hali ya kuwa unajiona. Usigombee, na ukichaguliwa kataa. Wallahi mambo ni mazito mbele Allah. Wataenda motoni hawa viongozi hawa, si kwa madhambi waliotenda wao, hawakuzini wao, lakini zinaa ilikuwa inafanywa kwenye utawala wao, na wao ndio waliokuwa wakiruhusu leseni zitoke za uzinifu. Wanakwenda motoni kwa uzinifu wa mtu mwingine, wanakwenda motoni kwa ulevi wa mtu mwingine, wanakwenda motoni kwa makosa ya watu wengine. Kule kuwa na njaa tu, watu wanalala kwenye majumba na ye hana habari, na mishahara mikubwa mikubwa wanapewa watu mmoja mmoja, kwa sababu tu kahudhuria kikao kahudhuria, hajachangia lolote, kenda kusinzia. Akitoka kwenye kikao kile anaondoka na posho kubwa mno, ambayo huku kuna mtu angeipata ile posho ya siku moja anaoipata yule kwenye kikao, ungelikuwa ni mtaji wa kulisha watoto na akasomeshea. Utanambiaje huyu anakwenda peponi kirahisi rahisi? Hendi peponi kirahisi rahisi. Usigombee. Ridhika na ulicho nacho. Dhamana ya watu iheshimu sana. Usiwaone wanafaidi wenye kugombea, waonee huruma. Ndiyo maana mmoja katika as-salaf anasema, lau kanat li da'watun mustajaba laja'altuha li wali amri almuslimin. Lau ningelikuwa na dua moja, nimepewa chansi, dua moja nikaambiwa omba dua hiyo, ukiomba itajibiwa, hairudi, basi nisingeliomba pepo wala nisingeliomba moto wala nisingeliomba chochote, ningelimwombea dua mtawala anayewatawala watu. Huyu mtu anitilisha huruma. Hawa watu pepo yao ni ndogo mno, hakuna hija wala nini. Dhamana ya watu ni kubwa mno. Sikiza Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyosema, ma min ra'in, hakuna kiongozi yoyote, mchungaji yoyote, illa isipokuwa sayasaluhu Allah atamuuliza amma star'ahu, kuhusiana na kile alichompa kiongoze, kile alichompa kichunge. Itakuwaje sheha anaulizwa kuhusiana na nyumba alizopewa azisimamie katika mtaa wake? Itakuwaje ndugu zangu wa Kiislamu? Sheha. Itakuwaje diwani anaulizwa kuhusu kata yake? Itakuwaje mwakilishi anaulizwa kuhusu raia wa jimbo lake? Itakuwaje rais wa nchi anaulizwa kuhusiana na raia wake? Atakwenda lini peponi huyu? Manake ana maswali ambayo ya madhambi yake yeye mwenyewe hajayamaliza. Anaulizwa kuhusu watu wa ulikuwa umelala Ikulu, kuna watu kuli majangwani, maporini, kulikuwa kunatendeka hivi na hivi na hivi, na wewe ndiye mtawala uliyechukua dhamana ya kuwasimamia hawa, nieleze leo. Subhanallah. Kuna wanawake wamekwenda kujiuza, si kwa sababu wanapenda, kwa sababu ya hali za maisha zilizo. Hebu toa maelezo mbele ya Allah mpaka kieleweke kwa nini ilikuwaje katika utawala wako. Mambo ni mazito. Mtume ndo kasema ataulizwa kila kiongozi kuhusu alichopewa akisimamie. Sikiliza maneno haya, anaulizwa hivi na Allah subhanahu wa ta'ala, ahafidha dhalika am dhayya. Allah tamuuliza, ulihifadhi nilichokupa ukisimamie au ulipoteza? Ulisimamia unavyotaka wewe. Niambie wewe, tundu ya kiongozi mtawala kwenda peponi ikoje? Yani anaulizwa kuhusu mmoja mmoja, ulimsimamiaje huyu, ulimsimamiaje na huyu, ulisimamiaje? Subhanallah. Ndivyo Mtume kasema. Hivyo kila kiongozi amche Mungu subhanahu wa ta'ala. Likiwekwa jambo hili la uongozi, hifadhi dhamana ya utawala kwenye mizani, siku hiyo itakuwa ni siku nzito sana. Wanadha'u almawazin alqist liyawm alqiyamah, tutaweka mizani za uadilifu
siku ya kiyama, fala tudhlamu nafsun shay'a, haitodhulumiwa nafsi kwa chochote. Faman tawalla amra almuslimin, basi yoyote aliyesimamia na kutawala jambo la Waislamu, saghiran kana au kabira, iwe ametawalishwa kwenye jambo dogo kama masheha hawa, kaambiwa wewe simamia nyumba hizi tumtani hapa, au kabiran, au amepewa jambo kubwa kama kuambiwa wewe ndio rais wa nchi nzima hii, thumma lam ya'dil fihim, kisha hakufanya uadilifu kwa watu wale, anawadhulumu haki zao kabisa kabisa, wazi wazi kabisa. Watu wananungunika ndani ya miaka 5 mizima, ndani ya miaka 10 mizima, mtu ananungunika tu, akitoka kwenye mlango wa mahakama hii kaingia kwenye mlango wa mahakama hii, anatafuta haki yake haipati, na kiongozi yupo na anajua. Faqad khana al-amanata, huyu mtu amefanya khiana ya amana. Na Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat, Allah anakuamrisheni muzitekeleze amana ila ahliha, kwa wenyewe, asidhulumiwe mtu katika utawala wako wewe unaitawala. Qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mtume kasema ma min abdin, hakuna mja yoyote, yastarihi Allahu ra'iya, Allah akampa uongozi kuwatawala na kuwasimamia raia, yamutu yauma yamutu, kisha ikafika siku anakufa, wa huwa ghashin li ra'iyatihi, na hali ya kuwa yeye amewafanyia khiana raia wake. Na inawezekana kuna baadhi ya watawala kule kuingia kwao kwenye madaraka wameingia kwa khiana. Mtume anasema amewafanyia khiana raia wake, illa harrama Allahu alayhi aljanna, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuingia peponi mtawala huyu. Kama mtawala huyu hendi peponi, anaenda wapi? Na uitwe Al-Haji, uitwe Al-Nani, Al-Haji, Al-Yusuf, Al-Bakari, uitwe wote utakapoitwa. Ikifikia pahala mtume anasema yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi, anakufa siku anayokufa amekufa na dhambi ya kuwafanyia khiana raia wake. Wamekwenda watu kwake, mheshimiwa, tumekuja hapa, tuko tayari sisi kukusikiza na kukutii. Hii ni mifano tunayotoa, hiyo picha unaitengeneza kwenye akili yako sio hiyo. Yani natoa mifano, tunaeleza tu mambo yalivyo. Watu wamekuja kwa kiongozi, tuko tayari kukutii, yaliyopita yamepita, lakini tukubaliane 1 2 3 4 5, tuko tayari. Akabeba dhamana, inshallah nitatekeleza mambo haya 1 2 3 4 5, halafu asiyatekeleze. Hiyo ni khiana, hiyo ni ghishi, hiyo kwa wale ambao Allah amempa wasimamie. Wallahi akifa kiongozi huyu, mtume kasema sallallahu alayhi wasallam, harrama Allahu alayhi aljanna. Haya ni katika mambo matatu makubwa ambayo nimeona niyataje hapa katika hutuba hii, yakipimwa katika mizani siku ya kiyama. Yakipimwa katika mizani siku ya kiyama, kesi yake ni nzito, mtu atakaa muda mrefu katika mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala.